Walikuwa ni vijana ambao wanajishughulisha na kazi ya uhalifu ndani na nje ya jiji la Nairobi. Vijana ambao baadaye walikuja kujulikana kama genge la mamlaka ama ukipenda Mamlaka Boys. Jina langu ni Kelvin Kalama na hii ni hadithi ya mauaji, wizi na siri ya genge la mamlaka. Vijana ambao walikuwa wanafunzi mchana, lakini pindi fikapo usiku wanageuka na kuwa majambazi sugu. What we did was a successful car hijack. We killed about 7 police officers in that spot. Then we sneaked off with the money. Unajua hata nikienda nikiripoti gava bado watakuja wanichukue. Naweza ni madam mbele ya mke wangu which inaweza live kumhon sana. Kati ya mwaka 2001 na 2003, polisi jijini Nairobi walikuwa wakikabiliana na wimbi kubwa la uhalifu wa kutisha. Wizi wa kutumia silaha, ubakaji na mauaji ulikuwa ni jambo la kawaida ndani ya jiji la Nairobi. Utekaji wa magari ulikuwa ukifanyika hata katika maeneo ya kifahari na katikati ya jiji la Nairobi. Baada ya kila tukio kubwa, vikosi maalum vya polisi vilikuwa vikipelekwa kutekeleza kile kilichojulikana kama City Lockdown. Lakini kwa njia ya kushangaza, wahalifu hao waliendelea kuponyoka katika mitego ya polisi. Mnamo Januari mwaka 2003, polisi walipata taarifa kwamba baadhi ya wahalifu waliokuwa wakihusika na wimbi hili la uhalifu hawakuwa wakitoka nje ya jiji baada ya kufanya uhalifu wao. Genge hilo lilikuwa likifanya shughuli zake katika eneo lililokuwa karibu sana na kituo kikuu cha polisi. Ripoti za kijasusi zilielekeza kwenye chuo kikuu cha zamani zaidi cha umma jijini Nairobi. Habari hizi zilishangaza meza yetu ya uchunguzi, kwani ilikuwa vigumu sana kuamini kwa wanafunzi wa chuo kikuu walikuwa nyuma ya wizi wa kutumia silaha, mauaji na ubakaji wa kikatili. Maafisa wa Flying Squad walifuatilia gari jeupe walilolishuku kutumiwa na wahalifu. Waligundua kuwa gari hilo lilikuwa likiwashukisha wanafunzi kadhaa katika mabweni yao kando ya barabara ya mamlaka. Baadhi ya wanafunzi hao baadaye walitambuliwa kwa wanachama wa genge la mamlaka. Kundi hilo lilikuwa chini ya uangalizi wa polisi lililojumuisha wanafunzi wawili wa mwaka wa 4, Bernard Onyango na Babu HG. Nambari yake ya usajili wa chuo ilikuwa ni A21001-498. Mwanafunzi wa mwaka wa 3 David Mutunyi pamoja na mwanafunzi mwingine wa mwaka wa 4 aliyefahamika tu kwa jina la Butali. Wengine katika genge hilo walikuwa ni George Mungai, muuzaji wa simu za mkononi jijini Nairobi, Gordon Onyango aliyekuwa akiishi Eastlands, na Victor Mulingi Mwendwa, mfanyikazi wa shirika la maendeleo ya bonde la mto Tana. Katika ulimwengu wa kihalifu, wanaume hawa walikuwa na majina ya siri: Gordon Onyango aka Iron, David Mutunyi aka Beast, George Mungai aka Brown na Victor Mwendwa aka Manguza. Wanachama waliobaki wa genge la mamlaka wanazuiliwa katika magereza yenye ulinzi mkali zaidi nchini. We had to indulge in some acts that actually led me to got involved in some of the robbery activities. David Mutunyi, Gordon Onyango, Victor Mwendwa na George Mungai wanatumikia vifungo vya maisha kwa makosa ya wizi wa kutumia silaha na mauaji. Bernard Ouma aliachiliwa huru baada ya kutumikia kifungo cha miaka 5 kwa kosa la kumiliki silaha kinyume cha sheria. Kwa mara ya kwanza tangu ahukumiwe kwa makosa 14 ya wizi wa kutumia silaha na mauaji, ambapo walifanikiwa kukata rufaa katika kesi 10, wanachama wa 4 walionusurika walizungumza nasi. The education facilities, nobody can realize that anything is taking place there. What happens is that such things are assumed, but in real sense those are the dangerous ones so much. Mutunyi alisema kwamba kufikia mwaka 2001 tayari alikuwa ameanza kujihusisha na uhalifu, maisha ambayo anadai alilazimishwa na hali ya maisha.
Meza yetu ya uchunguzi haikuweza kuthibitisha kwa uhuru kama David Mutunyi alikuwa mwanafunzi halali wa chuo hicho, lakini Mutunyi anadai waligeuza mabweni kuwa ghala la silaha. Wakati huo huo, Bernard Onyango, mwanafunzi wa mwaka wa 4 wa uhandisi, alikuwa akiishi katika chumba nambari 9 Mamlaka B Hall of Residence katika chuo kikuu cha Nairobi. Onyango alijulikana kama Amara, mtu aliyekuwa na ufunguo wa ghala la silaha hatari zilizohusishwa na wizi jijini Nairobi. Babu HG, ambaye alipigwa risasi na kuuawa mwaka 2009, alikuwa akifanya shughuli zake kimya kimya kutoka chumba nambari 19 katika Mamlaka B Hall of Residence. Hata hivyo, Babu HG alikuwa ametengewa chumba nambari BG 906 katika Mandela Hall, Upper Market Campus. Kwa kipindi cha miaka mitatu, Ion Mengus Beast Brown, Babu na wanachama wengine walibobea katika mbinu za kujificha, wakikwepa mtego wa polisi huku wakiwatia hofu wakazi wa jiji la Nairobi. Hatimaye uhalifu wao ulivuka mipaka ya Nairobi. Walikuwa wanafunzi wa chuo kikuu mchana na majambazi hatari usiku. We had somebody whom we were actually working with in our gang. Let me call it a gang. So this guy, we demoted him because of his other behaviors. He could not cooperate well. So after we demoted him, he realized we have gone somewhere and we have successfully persevered into the game. So what he did is actually to give an alignment to the police. Bernard alikuwa akirahisisha usafirishaji wa silaha kutoka chumba chake namba 9 kando ya barabara ya Mamlaka. Kwa miezi mitano uhalifu wao uliendelea bila kukamatwa, lakini hatimaye polisi walipata mwanya kupitia kwa msaliti mmoja ambaye David Mutunyi anasema alikuwa mwanachama wa genge hilo waliyekosana naye. Bila wao kujua, maafisa wa Flying Squad tayari walikuwa wameanza kuchanganyika na wanafunzi wakifuatilia vyumba nambari 9, 19 na BG 906. Baada ya kufanya uhalifu mwingi kwa kutumia silaha na kuponyoka kwenye mikono ya polisi mara kadhaa, hatimaye polisi wenye silaha nzito waliwavamia na hakuna hata mmoja aliyefaulu kutoroka. Wiki ijayo, panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu mterehemezi, nitazama na kuzuka na mengi kuhusiana na genge la Mamlaka. Kelvin Kalama, Nairobi.